Bwana sifiwe. Mpendwa katika jina la Yesu Kristo, nakukaribisha katika ibada yetu ya siku ya Jumatatu jioni, na neno letu siku ya leo tunatoka katika kitabu cha Mathayo 13 mstari ni wa 14 hadi mstari wa 16. Nataka tuombe ndio tukaweze kuingia katika neno la Bwana. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu na Mungu mkuu, uinuliwe na utukuzwe Bwana kwa sababu ya neema na uwezo wako. Jehova, tunanyenyekea mbele zako kijua kwamba Bwana unaenda kubadilisha na unaenda kutenda na unaenda kutimiza ahadi zako Baba katika maisha yetu. Asante Mfalme wa mbinguni, uinuliwe na utukuzwe Bwana. Naomba Bwana mwanzo mwema, kazi njema hata na kumalizia. Asante Jehova kwa sababu ya wema wako. Katika jina la Yesu Kristo Baba nimeomba na kuamini. Mpendwa katika jina la Yesu Kristo, nataka nikanene nawe kuhusu imani na kuhusu neno la Bwana linalokuja kwetu. Neno lile ambalo ni neno la kuokoa ama neno la maisha. Jambo la kwanza ni kwamba kusudio la Mungu ni kuokoa watu ambao ndani yake amepanga. Hiyo ni jambo ambalo watu wengi hawajawahi kuelewa, kwamba wokovu sio wa kila mtu. Wokovu ni wale watu walichaguliwa tangu misingi ya dunia kuwekwa. Mungu mwenyewe ndiye aliye na mpango huo. Lakini changamoto kubwa ni kwamba utajuaje kana kwamba Mungu ameshakuchagua, amekuhesabu katika watu ambao wataenda kurithi na kupokea wokovu. Nataka nisome neno hili alafu tutaendelea. Kitabu kile cha Mathayo 13 mstari ni wa 14 na 16. Neno la Bwana linasema hivi: na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wamefumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. 16. Lakini heri macho yenyu kwa kuwa yanaona, na masikio yenyu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amin nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnaoyaona ninyi, wayasikie na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Mradi tu umeweza kujipata unasikia habari njema ambayo inahubiriwa, umejipata ukiwa umeokoka, umekuta kwamba umejikuta mahali ambapo umehubiriwa neno, ama ukajikuta uko na mvuto wa kuelekea kupokea injili, ama kupendezwa na wokovu, ama kupendezwa na mambo ya Mungu Jehova, Mungu wa Israeli. Ukasikia tu, kwa sababu injili ni nyingi. Kuna Wahindi, kuna Waislamu, kuna watu ambao wako na imani tofauti na tofauti. Lakini wewe ulijipata uko katika ile njia ya wokovu kupitia kwa Kristo. Ukajikuta kwamba kitabu ambacho kinakupendeza, aidha kukupendeza, ama ukajipata katika nyumba ambamo neno la Mungu kupitia kwa kitabu hiki cha Biblia inanenwa. Ukajipata uko katika ile njia, ujue ndani ya Mungu kuna mpango ya kukuokoa. Kuna watu Mungu alikusudia kwamba hawatajua neno, hawatalipenda, na atafanya mioyo yao migumu, kwa sababu ndani yake mpango wake ni kwamba wasije wakaokoka. Wewe ambaye umeshasikia habari ya wokovu na umekubali hiyo wokovu, ama umekuwa ukisikia ile habari kila mara, ni vizuri uanze kufikiria ni nini hicho ambacho unasikia. Katika maisha ya mwanadamu hakuna mambo ambayo ni ya bure. Hakuna mambo ambayo ni ya bure. Chochote utakachoona na macho yako, chochote utakachosikia, watu wote ambao unaenda unakutana na wao, huo ni mpango ulio ndani ya maisha yako. Ulipoumbwa, mambo hayo yaliwekwa ndani ya maisha yako, ikapangwa vizuri kwamba utakutana na watu hawa, utasikia habari hii, mambo haya ndio utatenda, utaanza huku, utaishi huku, utaishia huku. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo ni vizuri ukajue kwamba
wewe uliyesikia habari ya Mungu na ukaipokea, usipuuze jambo hilo, sababu kuna watu ambao wamezuiliwa wasisikie, wasifahamu, wasielewe, ndio wasiamini wakaokolewa. Wewe ni mmoja wa wale ambao Mungu amepangia uzima wa milele. Maisha yako usifikirie kwamba ni maisha kama ya wale wengine. Usijitaganye na wale watu ambao unasikia mioyo yao ni migumu, sababu ni Mungu amewafanya wagumu namna hiyo. Na ukiangalia kuna mashindano katika mambo ya kuishi. Utakuta kwamba wale watu wagumu wanajaribu kuvuta wale watu ambao wameshakubali imani. Neno la Bwana linaongea vizuri sana katika kitabu cha Wakorintho. Wacha tusome Wakorintho ule wa pili. Wakorintho wa pili 6:14. Inasemaje? Wacha tusikie. 2 Corinthians 6:14. Msijifunge nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani katika nuru na giza? Mtu ambaye hajajua habari ya Kristo, hajajua mambo ya Jehova Mungu wa Israeli, huyo mtu hayumo katika mpango huo. Na huyo mtu ambaye unaona moyo wake ni mgumu, ndio Wakorintho wanaambiwa na Paulo kwamba usisijifunge nira na wale watu, jitenge na wale watu, wasije wakakutoa ukajipata wewe unapitishwa kwenye ghadhabu. Kuna watu wale ambao watarushwa kwenye moto pamoja na shetani, lakini kuna watu ambao wataadhibiwa na Mungu na wawekwe kwenye jehanamu. Kiangalia katika maisha ya siku ya leo, wale watu ambao hawataki Mungu na wale watu Mungu hana haja na wao katika mpango wake, kwa sababu hajawahesabia, maisha yao iko sawa. Wale watu wengine utakuta hata hawang'ang'ani na mashida mingi, hawang'ang'ani na magonjwa, hawang'ang'ani na mateso, wako na mali, wako na kila kitu, na mioyo yao inakuwa migumu kwa sababu wanaona kwamba kile wanahitaji wako nacho na kile mnatafuta wako nacho. Kwa hivyo hakuna kitu ya kung'ang'ana ati kutafuta Mungu, wanakosa sababu. Hiyo jambo la kutong'ang'ana kutafuta Mungu, hiyo ndio kikwazo kikubwa. Hiyo ndio jambo lile ambalo Mungu anatumia kuwafunga macho, ndio siku zako za mwisho wakatupwe jehanamu. Wewe hujapangiwa hivyo. Ndio maana ulisikia Injili, ndio maana ulikubali kuokoka. Jitenge na hao watu wagumu, jitenge na hao watu ambao wanatafuta mbinu ya vile watakutoa katika Mungu, kwa sababu wao wamewekwa chapa na muhuri wa kwenda kuwekwa katika jehanamu. Paulo akawaelezea watu wa Korintho, hawa watu mioyo yao imefanywa migumu kwa sababu hafla yao imepangwa, kila kitu kimepangwa kwamba mwisho wao ni jehanamu. Wewe umepangiwa kwamba mwisho wako ni uzima wa milele. Kwa hivyo ni vizuri ukaweze kuelewa jinsi ile utakavyotembea na Mungu, sababu wewe ukiwa umepangiwa kupata uzima wa milele, ukiwa hapa duniani utapata mateso mengi, sababu Mungu atakufuata. Mungu atakufuata. Waibrania inasema hivi 11. Wacha tusikie Waibrania vile inasema. Chapter 11. No, 12. Chapter 12 inasemaje? Verse 4. Hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nani kama kusema na wana, mwanangu, usiyadharau maonyo ya Bwana, wala usife moyo ukiadhibiwa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye umpiga kila mwana amkubalie. Sasa wewe ni mwana, wale ni watu wa jehanamu. Wewe ni mwana, ndio maana ulipita mahali ukakuta Injili ukapendezwa. Ndio maana ukisikia shida zako unakimsikia kukimbia kanisani. Ndio maana ukisikia habari hii ya Injili ya kitabu kitakatifu Biblia unapendezwa na unataka kufuata mambo yale, kwa sababu wewe, makusudio ya Mungu ni kwamba wewe ni mwana na anataka kukubariki na kukuridhisha. Sasa wakati wa Ibrania wanaambiwa kwamba yule mwana apendwaye na baba yake lazima ampige, lazima kumrudi ni kumpiga, ndio aweze kumuonya ama aweze kumtoa katika ile mambo ambayo inaweza kumpotosha. Sasa usione watu ambao
hawajaokoka na wanamlaani Mungu na wamtusi Mungu, wanaongea vibaya, na uone kwamba hawana mashida, hawagonjeki, mali wako nazo, kila kitu wako nazo, ukajilinganisha na wao. Hatuko katika meli moja na wale watu. Wale watu hawajaruhusiwa kujua hata hii habari, hata kuja kanisani, hata kuja ni namna gani. Paulo alisema kwamba na wengine wataletwa na shetani. Hao wenye mioyo migumu, kuna wale wanaletwa kanisani na shetani, wanaingizwa huko ndio waweze kukwaza wengine, alafu watoke waende. Na ndio wale watu unaonanga akiwa kanisani, hata mafundisho ikiwa makali namna gani, hawezi badilika. Anafundishwa na akitoka pale anaenda kufanya vituko, anadhihaki mambo ya roho, mambo yale yanafundishwa, hiyo mambo ndio anaenda kuchekelea, hana habari. Sababu Paulo alisema kwamba naliteseka katika misitu ya Efeso na baharini, nikajikuta niko katika shida ya mafuriko na mawimbi, nikawa pia katika shida ya wanyama wa msituni. Lakini kile kitu niliona kibaya zaidi ni mtu ajiitaye ameokoka, akiwa ndani ya kanisa na amejibadilisha, lakini ameingizwa na shetani katikati ya walioamini. Sasa hapo ni njia moja utunze sana. Wewe ni mwana, wale sio wana. Wameruhusiwa maisha ya dunia, wamerushiwa mali ya dunia, sababu hatima yao imewekwa tayari. Mahali pao ni moto, ni jehanamu, mwisho wao ni mahangaiko ya milele. Na hiyo imeandikwa katika vitabu vya Mungu vya hukumu. Alihukumu kabla misingi ya dunia kuwekwa. Hawa ndio nitapeleka motoni. Mungu hawezi kuulizwa swali, kwa nini wengine uliwachagulia hivyo na wengine ukawachagulia kupata uzima wa milele? You can't ask God that. Huwezi kuuliza Mungu mambo hayo. Yeye anasema nalitaka kuokoa kwa sababu ya kupenda kwangu, na nalitaka kupiga. Akasemwambia Musa, ni mimi nilimfanya Firauni awe mgumu ndio niweze kumwangamiza. God says that. Na mimi nilichagua kuokoa Israeli. Sasa wewe ushike vizuri, ndio Mungu wetu aweze kutembea na wewe. Maisha yako itakuwa maisha ya maana sana ukitambua jambo hili. Ujue wewe ni mtu speciali. Sababu ninaongea na watu wale ambao wameokoka. Ninaongea na watu wale ambao wanasikia, wana mvuto wa kuja na kuokoka. Wale watu ambao wako na mvuto wa kupendezwa na neno la Mungu. Wale wanasikia kwamba shida yao ikija, hawafikiri mambo ya kukimbia kwa waganga ama kutafuta mbinu zingine. Wanafikiria mbinu ya kukimbia katika kanisa ama katika maombi. Hao ndio watu wa mimi naongea na wao. Sababu wale watu ndio ambao Mungu anaita wana. Na hao ndio anasema kwamba ameweka macho yao. Anasema macho yao ameyafungua. Masikio yao amefungua, ndio waweze kuona na waweze kusikia. Imani yao inajengeka, wanajengwa imani. Kwa sababu ya hiyo Mungu anaendelea kuwasaidia. Ile mambo tunapata inatusubua duniani, inakuja ni Mungu akijaribu kuturudisha laini, akijaribu kutujenga, akijaribu kuturekebisha. Kama vile unalea mtoto wako, unaona amefanya vituko, unaamka unampiga, sio kwa sababu unataka kumfukuza. Unampiga ndio asirudie ile makosa, ndio aweze kukaa katika tabia na maadili yale ambayo wewe unataka. Kitabu cha Warumi 9:25 inasema nini? Wacha tusikie. Ni kama vile alivyosema katika Hosea, nitawaita watu wangu wale wasiokuwa wangu watu wangu, na kumuita mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Neno la Bwana linasema hivyo. Mungu ataita wale watu hawakumjua, wale watu hawakumsikia. Anaita watu namna gani? Unawekwa upendo, unasikia ndani yako unapendezwa na mambo ya Mungu. Unajikuta kwamba umesikia habari na umesikia kwamba leo siendi kama sijaokoka, na umeokoka. Ni Mungu anakuita. That is how God calls his people. Hivyo ndivyo Mungu anaita watu wake. Mungu ameshapanga ndani yake mbinu atakayotumia kuteua watu ambao atawapea uzima wa milele. Kwa hivyo ni vizuri sana usichukue hiyo jambo kimzaha. Usichukue kitabu cha Warumi, kitabu cha Waibrania, in the book of Hebrews 11. Sasa hapo ndio ninarudi. Kitabu cha Waibrania 11 inasemaje?
Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudia. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Sasa hapa ni hiyo kitu ambacho kinafanyanga usikie mvuto, kwamba ulimwengu ukiambiwa uliumbwa, wewe unasikia, unaamini. Kuna mwingine akisikia ulimwengu uliumbwa anakataa, anasema hakuna kitu kama hiyo, na wanasema hata hakuna Mungu. Roho zao ziko hivyo. Wewe hujaruhusiwa kuungana na wale watu. Kama utaungana na wao, lazima sasa utaenda kuwaambia, na tena ni vizuri uangalie, usifanye kazi ya bure. Kuna watu wengine hata hufai kubishana na wao mambo ya Mungu, kwa sababu ya vile walivyo na imani walizo nazo na mizizi walioweka katika dunia. Wachana na wao, sababu wamepangiwa jehanamu. Kitabu cha Waebrania 12 pale moja inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa subira katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Sasa hapa ni kwamba kuna mashahidi, malaika ni mashahidi kwamba wewe uliteuliwa, na ndio maana uko na mvuto wa rohoni wa kupendezwa na neno la Bwana. Na Roho Mtakatifu ni shahidi pia, kwa sababu wewe unapendezwa. Kuna mashahidi wengi. Kwa hivyo, kwa sababu kuna mashahidi wengi kwamba kuna Mungu anayekupenda na alikukusudia kukupatia uzima wa milele, ni vizuri upige hatua, ni vizuri ushike, uamue kwamba ninataka kwenda njia hiyo, ninataka kwenda njia hiyo, ndio Mungu aweze kukusaidia na ndio Mungu aweze kutembea na wewe. Neno la Mungu katika kitabu cha Warumi pia, nataka nikipitia hizi vitabu, nataka kukudhihirishia ya kwamba sio bure kupendezwa na kuingia kwenye imani. Ni mpango wa Mungu, na sio bure watu wengine kutoamini, na hata wakijaribu kubembelezwa hawataki na wanaendelea kuwa wagumu. Ni mpango wa Mungu. Kwa hivyo mtu akae mahali palipo pake. Wewe wacha kwenda kwao, sababu wao wako mahali pao. Wao hawawezi kuja kwako, utaona hawezi. Na kama watakuja na nia, wakiwa wameingizwa kwako na shetani, ndio wakuje kukuchota. Kitabu cha Warumi 4:7 mstari wa 4 mstari wa 7 na 8. Heri waliosamehewa makosa yao na waliostiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Hiyo ni kusema nini? Wale ambao Mungu aliteua, ako tayari kuwa pardon, ako tayari kuondoa makosa yao. Wakitubu anayaondoa. Wakiwa wale watu dhambi zao hata zikiwa nyekundu namna gani, Mungu anaziondoa, kwa sababu amekusudia kwamba hao ndio ataridhisha ufalme, hao ndio atapatia uzima wa milele. Kwa hivyo kitu kile nimekuambia utaangalia sana na uchunguze, ni kwamba roho yako imeelekea wapi, mawazo yako inaegemea wapi. Where is your heart? Hii ni kitu ambacho unaweza kukiangalia na ukielewe na ukijue kabisa, utaweza kujua, sababu unakaa, moyo wako unasikia unataka nini. Moyo wa mwanadamu huwezi kudanganya, na mtu hawezi kujidanganya. Yeye anajua ni nini anataka. Watu walio na mvuto wa Mungu, watu walio na mvuto wa Mungu wako na kitu kimoja: wanapojipata katika kukosa, wanafadhaika, wanasumbuka. Wanapojipata katika dhambi, hiyo dhambi wanaifanya katika kuhangaika, katika kusumbuka, na hata wakifanya hiyo dhambi wanahukumika ndani ya mioyo yao, wanakaa na hukumu. Utawaona tu wanakaa watu walio na hofu, kwa sababu wamefanya kitu ambacho mioyo yao haitaki na mioyo yao haipendezi. Kwa hivyo hiyo ni ishara ya kusema kwamba wewe uliteuliwa wakati misingi ya dunia ilipowekwa, kwamba utakuja kupewa na kupokea uzima wa milele. Mungu amekupanga hivyo. Wacha kusumbuka, sababu dhambi zako ataziondoa yeye mwenyewe. Atakuwezesha yeye mwenyewe kukubali hii Injili.
Na sasa uanze kufuata mvuto. Anza kufuata mvuto. Ukisikia unavutwa kwenda kanisa, enda kanisa. Wacha kufanya moyo mgumu. Fuata roho yako. Fuata hiyo roho. Fuata mvuto huo. Ukitambua hivi, ukisikia unataka kuomba, fuata mvuto huo. Ukisikia unafanya makosa kukosea watu, fuata mvuto huyo. Wacha kukosea watu. Ukiona unafanya kitu na unasikia roho yako inaugua na inaumia kwa sababu ya hivyo unavyofanya, wacha hiyo jambo, sababu umehesabiwa. Sasa shida ile itakupata ni moja. Wacha tusome kitabu cha Wagalatia. Shida ile itakupata ni moja. Kama mvuto wa moyo wako ni huo wa kupendezwa na Mungu na kusikia kwamba hutaki kufanya dhambi na hutaki kufanya makosa, basi ujue wewe ndio utakuwa na taabu mingi. Wewe ndio utakuwa na magonjwa, wewe ndio utakuwa na visirani, utakuwa na ajali, utakuwa na mateso na utakuwa na kukosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anajua alikuteua na ameweka rohoni mwako kitu ambacho kinakufanya uvutwe upande wa Mungu, na wewe unakataa, unafanya moyo mgumu. Sasa utapata shida mingi, sababu Mungu ataendelea kukupiga kama mwana, ndio akuweke katika laini yake. Wacha tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3. Neno la Bwana linasemaje? Kwa kadri pale 10, kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi wenye hekima, niliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, sasa uangalie, hapa ndipo shida iko. Wewe mwenyewe msingi ule umewekwa ndani yake ni wa wokovu, ni uzima wa milele, ni Yesu Kristo, na hakuna msingi mwingine unaweza kuwekwa ndani yako. Sasa neno la Bwana linasema hivi, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Msingi wa Kristo ulianza kabla kuumbwa kwa dunia na akaridhishwa watu. Wewe ni mmoja uliridhishwa. Ndio unasikia roho yako iko na mvuto wa kupenda imani, wa kupenda Mungu, wa kuchukia dhambi. Hata kama unaifanya, unasema tu, unaona unafanya vibaya. 12 nasema hivi, lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya dhamani au miti ya majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile ataidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. This is the misery. Hapa ndipo sasa jambo la kusikitisha lipo. Watu wote ambao Mungu aliteua kwamba atawapa uzima wa milele, na nimekuambia ni hawa walio na mvuto wa moyo wa kupendezwa na mambo ya Mungu, kupendezwa na wokovu, wakisikia neno wanapendelea kukaribia, na wakifanya makosa wanasikia kuhukumika moyoni mwao. Wale watu lazima wataenda mbinguni. Whatever the case, hata akatae kwa dunia kuamini, ataenda mbinguni. He will be compelled, na atavurutwa, atengenezwe. Lakini Paulo akasema, wewe kaa vile tu unataka. Hiyo ni kazi. Ukijenga na mbao, ujenge na makuti, ujenge na nyasi, ujenge na ngozi, ujenge na mawe, ujenge na dhahabu, kila kazi itajaribiwa. Kama hiyo kazi itaungua na moto, inasema itajaribiwa na moto. Hiyo kazi ikiungua, and of course kazi ya manyasi itaungua, kazi ya ngozi itaungua, kazi ya mbao itaungua, kazi ya makuti itaungua. Hiyo ni hiyo kazi yako ya kwamba
unasikia kwamba hutaki kufanya dhambi na unafanya. Unahukumika ukifanya dhambi na unaendelea. Unahukumika ukiwa unasikia kuokoka na unakataa. Kazi itajaribiwa, na ikiwa hiyo kazi ikiwa itachomeka, basi wewe mwenyewe utaingia hasara, lakini utaokoka kama mtu aliyepitishwa ndani ya moto. Hawa ni wale wa Kristo wanakufaga na shida, wanakufa na taabu. Unakuta hawezi wacha hata urithi kwa watoto, hawezi wacha kitu duniani, na anakufa katika mashida na magonjwa na mahangaiko. Anakufa mtu ambaye anawindwa kila mahali. Kwa sababu gani? Mungu hata kuacha, alikuteua misingi alipoiweka, na wewe kule uliko atakufuata. Kwa hivyo hiyo mateso itakutesa, hiyo mahangaiko itakuhangaika. Utakuta siku moja utapigwa kona moja, ile kona utapigwa pengine ni ugonjwa, utalia maumivu, utatubu ukiwa kwa kitanda, utatubu dhambi zote, utatumana kwa watu wale umekataa kusamehea. Utasema Edo, umwambie anisamehe, Edo umwambie sina ubaya na yeye, mwambie hiyo mambo anisamehe, mwambie basi na Mungu ahakikishe kwamba umeumia, umeumwa, alafu amekuchukua baada ya kutakasika na kuchukua. Hapo ndipo neno linasema hivi, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa. Lakini ni kama kwa moto, atapata wokovu, lakini atatoka na majeraha mengi. Uzima atapata, lakini hapa duniani katika mwili huu atakuwa ameumia sana, atakuwa amepata shida mingi sana. Wakristo tuamke, tuache mambo ya kujifanya. Watu waache mambo ya kujifanya. Wewe huo mvuto unasikianga moyoni mwako unakuambia simama, kwa sababu umehesabiwa katika ufalme. Wacha mambo mingi, sarakasi. Wacha kutafuta mbinu za maisha. Mbinu ni moja, kaa ndani ya Kristo. Atakutajirisha, atakupea kila kitu unahitaji. Hata utaenda mbele hao unaona ambao wamehesabiwa. Hapa kuna mali ya shetani, kuna mambo shetani anapea watu. Sababu tukisoma hapa Mathayo 1:2, tukisoma tunasikia kwamba alimwambia Yesu, inama uniabudu, nami nitakupea dunia na mali yote. Alimpeleka juu kwa sinagogi, akampeleka kule juu sana, akamwambia angalia hii tambarare ya nchi ya dunia hii, basi ukiinama tu uniabudu, basi nitakupa hii mali yote, nitakupa hii mali yote. Sasa unaona, kuna mali inapeanwa na shetani, kuna mali inapeanwa na shetani. Wacha tusome hapa, kitabu hiki ni cha Mathayo 4. Inasema hivi 7, Yesu akamwambia tena, imeandikwa usimjaribu Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka katika mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia haya yote nitakupa ukiinama na kunisujudia. What does this mean? Hii inamaanisha kwamba shetani, dunia, ako na ruhusa ya kupeana kila kitu kiko hapa duniani. Ako na ruhusa, sababu hawezi kucheza na Yesu. Anamwambia nitakupea hii mali yote ukiinama unisujudie, nitakupea. Huko ndiko utajiri wa wale watu unatoka, wale ambao hawamo katika mpango wa Mungu wa kupokea uzima wa milele. Utajiri wao unatoka kwa shetani. Wale watu hata wakiua watu wawanyang'anye, watakuwa sawa. Utaona wako sawa, watafanya vituko, waibe, wafanye vituko, na hiyo mali utaona tu wananunua magari na wanaenda na afya zao na wako sawa, kwa sababu ya huku ni wa huku na mkubwa wao ni wa huku. Wewe jaribu kufanya hivyo. Wewe jaribu kuenda ati unasikia kwamba kuiba ni vibaya, na wewe unaenda kuiba, unaanza kuteswa, unaanza kupigwa, unaanza kuhangaika, na wao wakiiba hawahangaiki, wewe unahangaika. Ni vizuri kuangalia hiyo neno na ufahamu, usikie. Sasa Yesu akamwambia, ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake.
kisha ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Yesu alikuwa tajiri na hakuna kitu ya dunia hakuweza kupata. Yeye hata alikuwa anafanya miujiza ya mikate, watu 5,000 wanakula. Alikuwa anataka chochote hapa, anachukua kile anataka duniani, akiwa upande wa Mungu. Na shetani pia unasikia anapeana zile vitu. Sasa ujue, ukitaka maisha mazuri, usikie moyoni mwako mvuto ule, style up, kaa katika utakatifu. Anza kumtafuta Mungu. Fuata roho yako kule inakuambia. Roho wa Mungu anaongeanga namna gani? How does the Holy Spirit speak? Roho wa Mungu anaongeanga kwa njia moja nyepesi sana. Katika rohoni na katika mvuto. Unasikia kuna kitu, kuna mawazo imeingia. Mawazo ya kupendezwa kusoma Biblia. That is the Holy Spirit. Mawazo ya kupendezwa kuomba. That is the Holy Spirit. Usiniambie kwamba ati wewe uko na dhambi, Roho wa Bwana hawezi. Ati Roho wa Bwana hawezi kukunenea. Hata ukiwa na dhambi, the Spirit of God is in you. Wacha tuende kwa Zaburi. Zaburi ya 51, mstari wa 11. Psalms 51, verse 11. Wacha usikie vile Daudi anasema. 11 inasema nini? Usinitege na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Already Daudi ashafanya dhambi, na anasema usiniondolee Roho wako Mtakatifu, usimuondoe kwangu. Kwa hivyo Roho hawezi kuondoka kwako kwa sababu ati kuna dhambi umefanya. Ataendelea kukushawishi toka kwa hiyo dhambi. You are in sin, but Roho wa Bwana sababu ako ndani yako, uliteuliwa, anaendelea kukushawishi toka. Anaendelea kukuweka mafadhaiko ndani ya moyo. Unasikia vibaya, unasikia uchungu, unaona mbaya kwa sababu umefanya kitu kile ambacho hakikupendezi. Ni Roho anafanya kazi ndani yako, na ndiye ambaye anakunenea. Kwa hivyo mpendo, ni vizuri Mungu akaweze kukupa huu ufahamu. This is knowledge in Christ. Hii ni hekima ya Kristo ambayo ilipeanwa na ni yako wewe ambao umeitwa kufuata hii mambo. Jambo la maana zaidi, mambo matatu ya maana utafanya. Chunguza hisia zako, conscience yako inakuelekeza wapi. Jambo la pili, jitenge sasa. Alafu jambo la tatu, tumikia ile conscience. Tumikia hiyo conscience na ujitenge na wale watu ambao hawana conscience. Ukienda ukute mtu hana roho, yeye anapofanya dhambi ni kama kunywa maji. Toka kwa huyo mtu kabisa. Hata usimuhubirie. Don't tell them anything about God. Wao wako kwenye mrengo tofauti sana na kule wewe huko. Ukisikia nafsi yako na roho yako haipendezwi na mambo haya. Ukiona mtu anauliza maombi ni ya nini? Ni ya kazi gani? Some people speak like jokes, but they mean it in their hearts. Kwa sababu hawajahesabiwa katika ufalme huu. Hawajahesabiwa katika ufalme. They have not been counted. Hawa watu ni watu wabaya sana. Sababu ndani yao baba yao ni shetani. Wacha usikie. John kitabu cha Yohana 8. John 8:44. Wacha usikie. Hawa wanasumbuana na Yesu sababu ni wa shetani. Baba yao ni shetani. Alikuwa mwizi tangu mwanzo na alikuwa muongo. Verse 44 inasema nini? Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na ni baba ya uongo. Sasa ukisikia mtu wa namna hiyo, ujue baba yake ni shetani, ni waongo, ni wauaji, hawana uzuri ndani yao, hakuna mambo ya Mungu hata kidogo. Don't walk with these people. Pima ni nani ambaye uko naye. Pima ni nani huyo ambaye ati umefanya rafiki, unatembea, mnakuwa pamoja. Wewe hata kwenda ufanye biashara na mtu wa namna hiyo. Mtafanya biashara ikiwa kubwa, hata kuua awachwe na hiyo biashara. They shall kill you, awachwe na hiyo biashara. Atakudanganya, atakuibia day and night, left, right and center. Utashangaa sana what is happening.
na unasema si ni mtu, mbona ananifanya hivi? Watu wengine wanasemanga mbona watu wengine ni wabaya hivi? Baba yao ni shetani, na wewe unauliza kwa nini ananifanya hivyo? Baba yako ni Mungu, kwa sababu wewe unaona ni vibaya mtu kufanya hivyo. Umepewa macho imefunguka, umepewa masikio ya kusikia, unafahamu na unaelewa kwamba it is wrong to do this. Yeye haelewi kwamba it is wrong to do that. Afanye tena na afuatilie. Wale watu hawana dhamira, they are in church, they are singing, they have no problem with that, hawana shida, na wata attend service day to day, watakuja. Lakini hata wakikuja pale ni show off, kuna kitu wanatafuta. Ni washirika wa malengo, wanaitangwa washirika wa malengo. Amelenga kitu fulani, atakapokipokea hutamuona tena. Malengo ndani yao, na wanakuanga na lugha tamu sana, they are so friendly, ni watamu sana, wanaweza kuongea, hata wanasomanga Biblia wanaijua kuliko hao wengine, lakini ndani yake haiwezi ingia hii. Hata ikiingia roho hawezi kuifunua. The most important thing to know is this: roho wa Bwana hawezi ingia ndani ya wale watu. Hata wakiomba waseme roho njoo ndani yangu, hata ukimwekelea mkono umwambie pokea roho, the spirit of God is not a spirit of confusion. Hawezi ingia ndani ya yule mtu. Huyu roho anatekeleza kile kinatoka kwa Baba. Baba aliamua katika misingi ya dunia, huyu ni mmoja wa wale nitaweka jehanamu, kwa hivyo hatapata uzima wa milele. The spirit of God knows as well, vile Mungu anajua, kwa hivyo ataingia kwa hiyo watu. Ndio unaona wanadumu kanisani, they never change behaviors. Na kuchange kidogo tu ni kujifanya, ana change kujifanya, ndio yule ako pale aone kana kwamba amechange, lakini haja change. Yeye anajua ataenda kufanya something different from what is doing at that time. Kwa hivyo wale watu, kitu kile kiko ni kwamba the spirit of God will never come in them. Wale watu hawawezi kuwa watumishi, they can never be. Na ukiona wamekuwa watumishi, they are deceivers. They turn around and become false prophets, false preachers, they become false apostles, they become false kila kitu. Hawa ndio unaona wamejaa, ndio unaona wengi wanajua huku tunaenda kutafuta pesa. Unafikiria anahubiria watu, akili yake inamwambia nikifungua kanisa nitatajirika. Na kitu kingine ni hiki, they do not rise. Hata wakiingia katika huduma, they don't rise. Wanachezea huku chini, wanadanganya wale wanadanganya, baadaye wanaisha na wanaondoka. Hata wakiraisi wanaenda tu kiwango cha uongo unadhihirika, wanaondoka na wanakufa. Hiyo mambo yao inaisha, sababu imedhihirika na watu wote wanawaondokea. So be very careful. Wewe uko na roho, even if you find yourself sometimes in sin na unahukumika, the spirit of God is in you. Usijiingize kwa hii shida, sababu hii shida itakukula, ambapo utaokolewa kama umepitishwa kwa moto. Your spirit shall be saved, lakini utaokolewa kama umepitishwa kwa moto. Utapigwa left, right and center, utachakaa. Watu washindwe ni nini ulifanya. Watauliza ulipokosea Mungu nini na bona hujaachiliwa. Kwa sababu one thing, Mungu akiwa alikuteua katika misingi ya dunia kwamba atakuridhisha ufalme wa milele, hakuna siku atakuacha. Ataendelea kukupesta, kukufuata day and night. Hata jali, hata akihakikisha kwamba anakugonga kiboko na juu ya mahali amegonga, anagonga tena. Utakuta umetoka kwa hii shida umeingia kwa hii, umetoka kwa hii shida umeingia kwa hii. You are in real trouble, in real mess of life, sababu Mungu hawezi badilisha. God does not change what he started. Alipoumba ulimwengu na akaweka jua na mwezi na nyota, hakuna wakati wa kubadilisha aseme sasa nita withdraw mwezi, jua itumike usiku na mchana. Aliposema na kutakuwa na usiku na kuwe na mchana, hawezi sema ati usiku watu wanafanya dhambi sana, wacha nifanye siku zote zikuwe mchana. Watu wameerevuka, watakuwa wakilala, watakuwa wakiingia kwa dark room, wanalala, wajitengenezea artificial darkness ndio walale. God cannot change that.
itaendelea kuwa usiku na mchana. Jua itatawala mchana, mwezi na nyota zitatawala usiku, na itaendelea hivyo mpaka wakati amesema nitakuja kuondoa na nitakuja kuharibu kila kitu, alafu nitaleta Jerusalem mpya, wale watakatifu waingie tena. Ziwa la moto nitaliweka tayari, nao wataingia kule, wale wote ambao niliwapangia huko. Hakuna mtu ataingia kwenye ziwa la moto ambaye hakupangiwa na Mungu. Jitambue sasa, jitambue wewe mwenyewe, ujitambue wewe ni nani ndani ya Kristo, wewe ni nani ndani ya Mungu. Who are you? And that's very possible. Nimekuambia ni hisia ujue who are you in Christ. Bwana akubariki sana, na Bwana akupe ufahamu, hili neno likaweze kuingia ndani yako, likaweze kukufanya sasa uanze kuchukua mkondo mpya wa imani, mkondo ambao utakukaribisha na kuanza kukuletea baraka. Wale ambao katika misingi walipangiwa kuokolewa na kurithi ufalme, wale watu ndio wanarithi baraka za Ibrahimu, ndio warithi wa baraka. Wale ndio wanaotajirishwa, wanapewa kila kitu, wanapewa hayo mambo ambayo they are called promises, ni ahadi za Mungu kwa watu wake. Ahadi hizo zinapewa wale watu, na hakuna huzuni, zinakuja na zile ahadi, na hakuna kitu ambacho sio permanent. Akikupea it's permanent, utakaa nayo, itaridhiwa na wazawa wako, na maisha yako itakuwa mazuri sana. Bwana akubariki sana, na Bwana kulinde, kwa sababu ufahamu huo ninajua utakupeleka mbali, utakufanya sasa uone mkondo ule, na ujue ni akina nani unatembea na wao, akina nani unawaachilia. Utajua watu wale ni wagani ambao utakaribia, utakuwa pamoja na wao. Bwana kubariki sana, na Bwana kulinde. Nataka niombe na wewe, na naomba Mungu wetu akukumbuke siku ya